Welcome to my podcast. Thank you very much. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi mtaa? So my name is Isaac. Nimetoka mahali Nyandarua, Limuru, Nyandarua. So tunakuanga mpaka ya Nyandarua na Kiambu hapo hiyo ya. So Dubai uliingia lini? So niliingia Dubai back in 2024, yeah, 2024. So and until now. Basically uko around 2 years hapa 2 years, yeah. Dubai unaifeel aje? Well, Dubai it's more safe now, by the way. It's more opportunities, job opportunities are coming up, and we are really happy for that. Yeah. So Dubai uliingia na mbinu gani? So for me, I used an agent. Through haikuwa like haikuwa more good than I expected. You know, as people know, yeah. So kila mtu anakujanga na high expectations, but expectations zenye nilikuja nazo it's not the same yenye nilipatana nayo, yeah. Na kwani ulikuwa umekuja wera gani ama ulikuwa umeahidiwa nini? Back in Kenya, nilikuwa nimefanya computer science. Like, okay, si computer science, like basically like unena college hapana. Nilikuwa tuna ile basic ile unasomea tu computer packages. Yeah, like Word, kutumia laptop hivi ama computer. So nilikuwa nikuje nifanya kitu inaitwa agent akaniuliza, si unajua typing? Nikamwambia nilikuwa nimefanya vitu mingi sana kwa cyber. So nilikuwa nafanya cyber back at home. So Kenya kilifanya niseme najua typing, ni vitu common. So unajua tu like Excel, hizo vitu zote za computer. So mimi nikasema naweza ifanya. So the next week akaniambia you will have an interview in my office. Nikasema well, juu nimeivia well and good, naweza ifanya. So nikaenda Nairobi, pale hivia karibu sijui na Afya House. Yeah. So nikafanya typing hivyo, akaona mimi niko sawa juu hata huko wanafanyanga tu na computers. Interview nani alikufanyia? Okay, mmoja alinifanyia ni hiyo madam mwenye alikuwa agent. So ni agent mwenye anakufanyia interview, si employer. So akaniambia wewe ukifika huko utafanya interview nyingine ya mwisho. Jua uko sawa. Yeah. Then ukaingia Dubai sasa. So yeah, sasa after nimemaliza like interview, nika home sijui, yeah, was it 1 week? Yeah, 1 week. Yeah, 1 week. And then nikaingia sasa Dubai. Yeah. Sasa ni kucharaza kazi. So nikakuja hivyo nikaingia pale. By the way, acha niwaambie, ukiingia hii kazi mtu anajuanga mashallah hapa nimeomoka. Unajua by the way, ile pesa yenye walikuwa wameniambia nilikuwa mimi najua after 4 months mimi nimejenga nyumbani, nimejenga everything, future yangu imekuwa mashallah, imekuwa tamu. Yeah. Kwani salary ilikuwa how much yenye ulikuwa unaambiwa pale? Walikuwa actually wanaanzaga wanakwambianga ujui like ujezo ya kazi yenye wanafanyanga unaanzianga na 3k. Yeah. Hiyo ni almost 100,000 ya Kenya. Nikapiga mahesabu ya 105. Najua lazima ufanye mahesabu. Anaulizia hapo. Ukaingia Dubai sasa, kampuni yenyewe yenye umeambiwa umeingia ama? Yeah, hata walinikujia airport by the way au jamaa. Nice. Hata actually alikuwa Mkenya, akanikujia airport. Though agent alikuwa ameniambia mwenye atanikujia kwa airport ni Mkenya, but ni hata nipeleka kwa kampuni sasa yenyewe. Ukafika ukachukuliwa sasa. So nikachukuliwa, nikapelekwa bed space. Inakaa bed space hivi. Yeah. Sasa ni Sharjah, Dubai ama Fujairah ama Abu Dhabi? Sharjah. Yeah. Then ukakaa for how long uko Sharjah? Tulikaa kama 3 days hivi, and then kampuni katuambia tulifika kitu kama Thursday usiku. So akatuambia on Monday ndo tutaanza kureport kazi. Yeah. Na ukaripoti kazi. Sasa kazi ushaanza officially. Sasa kazi hata tushaanza like hata tushaambiwa ile siku yenye tunaanzia a job. So nikajua obviously tunaenda tukiwa tumeingia kazi. But actually uko juu ni like
huko building ya juu like 7th floor huko ndo bed spaces iko na hizo manyumba accommodation, lakini huko chini ndo kazi iko, ndo ofisi iko sasa. But kwa operator walikuwa wamesema wata provide kama vitu kama accommodation, transport na food. Zote tulikuwa tunapewa, but obviously hakuna mahali na travel. So hiyo pesa ya so hiyo pesa ya nini kama tu walikuwa na wanasungusha tu hivi. Sasa mlikuwa mnalipwa mkifanya kazi ama what happened? Ilikuwa kazi chafu, acha niwaambie. Hebu ambia watu wajue. Niambia atajua hata mimi sijui. Tu mtu unakuja typing, don't think it's the same typing that you unafanya Kenya. This is different totally. Different. Yeah. Kwa nini kazi gani ama hutaki tu disclose hapa? Hiyo kisema naweza endewa hapa. Actually kazi yenyewe Wachinku hufanya inakuwa kazi mbaya. Hata gava inakuwa imewaambia do your shit, lakini don't interfere with locals. Juu ukiguza mlocal kama watu wenye wanajua wenye waelewi mlocal ni muimalati mwenye hii nchi. Unaona kama vile sisi immigrants. Sasa wenye nchi hawafai kuguzwa kwa hizi biashara zenu. Ni biashara chafu sana. Chafu. Mchezo wa town Mchezo hapo kama wewe si sharp boy huwezi elewa. Haya, so hii kampuni ilikaa for how long? Well, juu nilikuwa nimekuja na visit visa. Wakatuambia watatutengeneza ID like almost watupe like 3 weeks ama 4 weeks watakuwa wametengeneza everything. So sisi tulikuwa tunafanya tu kazi, tunafanya tunapea hopes. After 1 week ukiguzishwa kama mshahara ya 3000 juu unajua tuliingia kitu kama date ilikuwa date what 26 haiko 26 niki ilikuwa 22 hapo. So tukafanya kama 10 days hivi. Hiyo mshahara tukaguzishwa around ilikuwa almost 2000 dirham. Hiyo ni 70 G's ya mtaa. Buda hapo ujue hapo hakuna expenses. Juu unakula hapo, unalala hapo, hakuna transport iko hapo chini. Hapo unajua una save 100%. But shida ilikuwa ungetoka ndani ya nyumba. Juu unajua hii kazi si mzuri like wanajua hata wao it's illegal. Si kazi legit. Si kazi ati unaweza toka nje. So ulikuwa unafanya tu building. Hata ulikuwa unapigia tu familia unaambia uko sawa. But deep down unajua inauma. So kampuni uliendelea nayo ama mulifikanisha dakika ya mwisho mpaka wapi? So after nimekaa like 1 month hivi tukaona venye walikuwa wamesema sijui within 4 weeks watakuwa wametutengenezea ID. So I decided zile pesa wenye wametulipa at least kidogo, tulikuwa tumefikishwa 5000 at that time. Tukasema hapa na venye nasikianga watu juu napigia agent ananiambia wewe mimi si uliingia kwa kampuni si unafanya kazi, so mimi usiniingize kwa hiyo biashara. So mimi nikaamua let me do what I can do as a man, you know, and as adult. Kitu yenye unaweza fanya you move forward. So I decided to go outside. Sasa shida ni wanakuanga wamekuholdia passport. So waliwaitisha passport mkijoin. Wacha nikwambie, unaona ukiingia tu kwa accommodation ni kama gate pass. Gate pass yako ni kupatia na passport. Then ulichukua passport aje ama wali handover tu? Okay, after a while unajua tu passport. By the way watu wenye wajue ufai kupatiana passport yako. Though kampuni mingi zinachukuanga. But kama unajua light yako, okay, wenye wamekaa Dubai for a while wanajua hizi vitu. Mtu akikutisha like passport yako mbona upatiane? Mbona unamuuliza hata by the way mwenye anakuitisha hata yeye si mwenye kampuni na si amekuja pia yeye. Mbona akuitishe yako na yako na yake? So you have to think twice before you give out what belongs to you. So ukatoka hapo sasa. So nikatoka hapo nikaenda kwa Wachinku nikamwambia if you're not giving me my passport it will be an issue between you and the police. So actually nilidecide peke yangu juu nilikuwa najua venye home nimekuacha. So nika decide let me go by myself. Juu ukisema
jirani yako mwambie twende, ataanza kusema oh sijui mimi naogopa, sijui wasinifute kazi, sijui nini. Akasema wacha mimi nijikaze niende peke yangu. So I went alone. I told them everything that I have to say to them. Ni kama iliingiza tu kwa woga, hata hawezi kuonyesha wameingiza of course. So after sasa wakasema we will see what we can do. Akaniambia sijui ati boss yao yuko huko, sijui next week. Nikamwambia kuna shida. Me as long as next week mimi nafaa kutoka kwa kampuni yenu. Na najua Kenya mnafanyanga, I know what you do guys. Itakuwa police case na sitaki kuingiza kwa hizi maneno. Akasema okay. Come back on this day. So wakatupea date, akanipea date fulani yenye nafaa kwenda ku correct passport yangu. So at that time nilichukua pesa yenye nilikuwa nimesave kidogo. So nikaenda mahali kuna at least nilipatana na Wakenya fulani hapo. Tukaongea 1-2 hivyo. I thank God nilipatana na wasi wazuri. Mzee tutakuja kurudisha mkono hapo. Majamaa waliniokolea mbaya. So wakanichukua akanipeleka bed space yenyewe. Ilikuwa karibu na wao. So nikatoka Sharjah nikakuja Dubai. So I think walikuwa wamekuja beach I think. So after tumepatana nao beach, hata siku home kwa hiyo ni kampuni yao, nikasema wacha niende nione venye huko bed space inakaa. So after kukam nikapata hata iko sawa. Hata kuna watu wanatafuta kazi, kajipea hopes hivyo. Kila kitu ikajipa. After sasa umetoka hii kampuni ya pili ilikuwa gani? Kampuni ya pili. So unajua mtu akuangi na exposure kubwa like ujuangi tu, but I thank God wenye tulipatana na wao walikuwa na more experience. Walikuwa wamekaa Dubai like 5 years 10 years. So wakaniambia the way forward. So as per now nafanya sales, but nataka tuende pole pole ndo tuelewe story. Nafanyanga tu sales. Yeah, for now. Na sales iko aje? Well, sales iko tu sawa. Coffee best kabisa. By the way, if you know sales very well, actually you know siri ya kusema unajua sales, si ati unaenda unawaambia ati you don't have the experience. Otherwise watakuondosha. Unaenda tu unasema venye unajua. Ama unasoma kutoka ChatGPT venye unafaa kufanya, ama unasoma hivyo. Alafu utajua venye utawaambia. Yeah. What's the hardest thing you have learned about Dubai? Well, the hardest thing about it. Actually, the hardest thing I've learned is that ukitoka nje bila ID, upatikane unafanya kitu mbaya kama kukunywa pombe in public areas. Unachukuliwa na Arabia. Mtaani. Destination ni moja. Kanairo. Side on the positive thing, nini unapenda sana na kuishi hapa Dubai? Lifestyle of course. Lifestyle is very nice by the way. Based on? It's a free country first of all. It's not like Qatar ama Bahrain ama Saudi Arabia. Hapa you can walk hata saa 9 za usiku, saa 9, saa 8 huko na hakuna mtu atakuuliza. Actually that time benye nilikuwa natoka airport, tulitoka kulikuwa saa 9 ilikuwa inaelekea saa 10. Na kuna taxi, kuna metro, like kuna ile hours za metro, but hiyo time hakukuwa na metro. Sasa ilibidi tumechukua kitu inaitwa taxi. Yeah. Actually taxi zinakuanga unaweza patana hata Lexus ni taxi. So it's a free country, that is what I mean. And it is a tax free by the way. But taxi zao wanaikanga kwa vitu unaelewa. Vitu kama food, like kujuangi ukilipa tax si kama Kenya. Yeah. So within hii miaka 2 ni umefanyia kampuni ngapi kazi? Nimefanyia tu so far, nimefanya kama hiyo sasa yenye nilifanya na 1 month. So nikamove ingine. Ukafanya for how long? Hiyo nilifanya maybe 1 year. Ndio maana sasa nika transfer sasa kwa hiyo yenye na sales line now. Yeah.
So it means hii sales umekaa around 4 months 5 months 4 months 5 months. Nimepata tu juzi last year sijui December hapo. Naelewa. It was nice meeting you, having you in my podcast. Thank you. Ambia wasee kitu moja. So maybe don't come in Dubai with high expectations. Just be open minded. Ujue Kenya unafanya unafaa kufanya what next. And usikae dormant. Learn to explore more. Yeah, thank you.